Habari za wakati huu, ndugu jamaa na marafiki, watazamaji na Watanzania kwa ujumla. Mimi kwa majina naitwa Emmanuel Constantini, nawaletea na kukitambulisha kwenu rasmi kipindi chetu cha uchambuzi yakinifu wa maandiko matakatifu kutoka kwenye vitabu vifungu mbalimbali kwenye Biblia, haswa yale yenye maana tatanishi. Nipo na wachambuzi wangu hapa. Mungu amewapa kipawa cha kuchambua na kufundisha mafungu katika Biblia. Ninaye Pasco Simoni, pia ninaye Justini Busaki, na leo nawaletea mafungu kutoka katika kitabu cha Yohana ile sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 3. Naye anasema, hapo mwanzo kulikuwa kuna neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye ni Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Pastor? Naam. Hapo mwanzo kulikuwa kuna Mungu na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno ni Mungu. Katika Biblia habari ya neno imeandikwa vitabu vingi sana. Huyo neno ni neno yupi anayezungumziwa katika Biblia na anakuwaje ni Mungu? Karibu. Naam. Nashukuru sana mwenyekiti wa kipindi hiki. Mada leo inasimamia katika kitabu cha Yohana Mtakatifu, Yohana 1:1, ambayo kama jinsi ulivyozungumza inasema kwamba hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Hapa sasa, kwa jinsi ulivyoniuliza mwenyekiti kwamba neno ni nani, ni kweli andishi la neno limeandikwa kwenye Biblia mara nyingi sana na kwenye vitabu vingi sana, lakini tunakuja kudadavua neno moja tu ambalo linaitwa neno, kwamba hapo mwanzo kulikuwepo na neno. Huyu neno ni nani, na ni kwa nini neno hili liandikwe peke yake, kwamba neno tofauti na maneno? Mimi naweza nikazungumzia kitu kimoja. Hili neno kwamba hapo mwanzo kulikuwepo na neno limeandikwa katika vitabu takriban vitabu kama 4 hivi, ambavyo vinakuja kuleta tofauti kati ya neno anayezungumzwa katika kitabu cha Yohana Mtakatifu 1:1 na neno jingine linalozungumzwa katika vitabu vingine. Kiini cha hapo mwanzo kulikuwepo na neno, huyu neno ni nani? Unapoelewa hapo mwanzo, ina maana ni kabla ya vitu vyote. Kabla ya vitu vyote kulikuweko na neno. Kumbe kabla ya vitu vyote kuwepo hapo duniani kulikuweko na kitu kinachoitwa neno, na naye neno alikuwako kwa Mungu. Kwa hiyo kumbe huyu neno kabla ya kuwako misingi ya dunia alikuwepo, na alikuwa wapi? Alikuwa kwa Mungu. Sasa basi, baada ya kuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Kwa hiyo tuna maana kwamba neno tunayemjifunza katika kitabu cha Yohana 1:1 inatuletea majibu thabiti ya kwamba kumbe neno linalozungumzwa hapa ni Mungu mwenyewe. Kumbe sasa hapo mwanzo tunaweza, yani kwa maana nyingine tunaweza tukaisema kwamba hivi, hapo mwanzo kulikuweko na Mungu, naye Mungu alikuwepo hapo mwanzo, naye neno alikuwa ni Mungu. Kwa hiyo basi kuna vitabu kadhaa, mfano tukija kwenye Yohana 1:14 na yenyewe inakuja kuturidhishia kwamba kumbe hata huyu neno alikuwa ni Mungu mwenyewe tunayemjifunza hivi sasa. Fungu la Yohana 1 na ule mstari wa 14 inasema, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Na katika majifunzo tunaweza kujifunza kumbe neno baada ya kuwa sasa amekuwa Mungu alifanyika mwili, ambaye baada ya kufanyika mwili alikuja kwetu na akafanyika mwana pekee ambaye alitoka kwa nani? Kwa Baba. Kwa hiyo sasa, kwa maana kwamba kiufupi
naweza nikasema kwamba hivi neno ni Mungu mwenyewe, alafu neno huyo huyo na Mungu huyo huyo ndiye aliyekuja akafanyika kuwa mwili na akakaa kwetu. Kwa hiyo sasa naweza kusema kwamba hivi neno ni Mungu mwenyewe, alafu sasa akauvaa ubinadamu akaja akafanyika kuwa mwili, ambapo sasa kinamna nyingine tunasema kwamba kumbe Yesu Kristo aliyezaliwa na Bikira Maria alitoka kwa nani? Kwa Baba, ambako ndiko alikokuwa na utukufu wa uungu. Asante. Justin, huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu na vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Kwa Mungu alikuwako aliyefanya uumbaji na vyote tunavyoviona. Ni nani huyo ambaye ni namna ya Mungu, ukitupatia vifungu vya Biblia kama ushahidi? Kwanza kabisa nashukuru mwenyekiti kwa kipindi hiki ambacho umenipa au kwa nafasi hii ya pekee. Fungu letu elekezi linasema kwamba hapo mwanzo kulikuwako na neno. Swala lazima tuelewe huyu neno ni nani. Lakini tukiendelea kwenye fungu letu hili, ametupa sifa zake, kwamba ili tuweze kumtambua huyu neno ni nani, ametupa sifa zake. Swala la kwanza ametuambia naye neno alikuwako kwa Mungu. Kwa sifa ya kwanza, alikuwa kwa Mungu, ina maana alikuwa anakaa pamoja na Mungu. Naye neno anasema kwamba naye neno alikuwa Mungu, yaani alikuwa kwa Mungu, lakini pia alikuwa ni Mungu. Manake ana sifa ya umungu ndani yake, lakini pia alipokuwa anakaa alikuwa anakaa kwa Mungu. Hivyo mwanzo alikuwa kwa Mungu, lakini pia akapewa jina lingine kwamba yeye ni mwanzo. Manake ni mwanzo, kama ni mwanzo manake ni mwanzo wa kila kitu. Anapotuambia hapo mwanzo, yani manake ni mwanzo ambako hakukuwahi kuwepo na chochote ambacho kilifanyika pasipo yeye. Ina maana yeye ndiye mwanzilishi wa kila kitu. Kwamba ukisoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na ule mstari wa kwanza, anasema kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Manake wakati Mungu anaumba, huyu neno alikuwepo. Manake huo mwanzo ndio Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Lakini kwenye kitabu cha Yohana anasema hapo mwanzo kulikuweko, yani kabla ya ule mwanzo kulikuweko na neno, ambaye huyu neno ndiye tunakuja tunafahamu sifa zake, ambazo sifa ya kwanza alikuwa anakaa kwa Mungu, lakini sifa ya pili alikuwa ni Mungu. Sawa? Hivyo mwanzo alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru ya ng'aa gizani, lakini wala giza halikuiweza. Sifa ya pili alikuwa na, sifa ya tatu alikuwa na uzima, lakini pia sifa ya nne uzima ule ni nuru. Maana alichokuja nacho au alichokuwa amekuja kukibeba au alichokuja nacho kwa ajili ya ujumbe mahususi, alikuwa na uzima ambao ule uzima ulikuwa nuru. Sasa ili tuelewe huyu aliyekuja na nuru ni nani, ambaye ni neno, lakini pia ana sifa ya umungu, maana yake ni Mungu. Huyu neno tunampata kwenye kitabu kile cha Yohana 9 na lile fungu la ukianzia fungu la 4, anasema kwamba imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka maadamu ni mchana. Usiku waje usipoweza mtu kufanya kazi. Muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Maneno haya anayazungumza Kristo mwenyewe, manake yeye ndiye ile nuru ambayo ilikuja kuthibitishwa, ambayo Yohana, ukiendelea kwenye fungu la 6 la kitabu chetu cha Yohana 1 na ile sura ya kwanza, ukiendelea mpaka fungu la 6, Yohana alimshuhudia kwamba yeye ni nuru ambaye amekuja kumshuhudia. Kumbe sifa ya pili tumeshamtambua huyu ambaye ni nuru, ni Kristo mwenyewe, alikuja kuwa nuru ya ulimwengu. Lakini pia fungu letu lingine linatoka kitabu cha Wakolosai 1 lile fungu la 13. Wakolosai 1 fungu la 13, tutaweza kujithibitishia vizuri kuweza kuelewa kwamba huyu neno
alikuwaje. Wakolosai 1 fungu la 13, neno la Mungu nalo linasema ya kwamba naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuamsha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. 14 anasema ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Fungu la 15 anaanza kumfunua sasa, naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Manake yeye alienda mbinguni, alipokuwa mbinguni alikuwa Mungu, ila alipokuja duniani ule umungu ndani yake akauacha mbinguni, manake akaja duniani kama mwanadamu. Lakini pia fungu la 16 anasema kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi na usultani na enzi na mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake, naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha kanisa, naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu. Nasema naye ni mwanzo. Manake ukienda kwenye fungu letu la Yohana anatuambia huyo ni mwanzo. Huyo ni mwanzo. Kwenye fungu letu la Yohana hapa anatuambia sifa ya kwanza, huyo ni mwanzo, ambaye anatuambia kwamba naye alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Kwa sifa nyingine alikuwa mwanzo, ambao mwanzo huyu anakuja kuonekana katika fungu lile la Wakolosai 1, ukianzia fungu la 13 na kuendelea, utakuta hapo anamfunua huyu mwanzo. Kwa hiyo tunaelewa kabisa moja kwa moja kwamba alikuwa na sifa ya umungu, manake ni Mungu 100%, ambaye ni muumbaji, ambaye ni mwanzilishi wa kila kitu. Katika ajenda ya uumbaji alikuwepo na ndiye mwanzilishi. Kwa hiyo tuliseme kwamba huyu neno ni Kristo, lakini Kristo mwenyewe ambaye ni Yesu ndiye Mungu asilia. Kwa hiyo jambo la msingi sana na la pekee, mtazamaji anayetufuatilia katika kipindi chetu hiki, neno ni Mungu na huyo Mungu ni Kristo mwenyewe. Asante. Ndugu mtazamaji wa kipindi hiki, naamini kabisa kuwa umepata kitu baada ya kuwa tumeona haya mafungu matatu, na wachambuzi wangu wamechambua kabisa vizuri. Sasa hapa kuna kitu mimi nimekivuna, naamini na wewe pia umekivuna. Kitu hichi ni kumbe Yesu ni Mungu na ndiye aliyeumba vyote vilivyopo, hata na sisi. Nimevuna, na kwa kweli mimi nimebarikiwa sana kwa kipindi hiki. Na Justin, umewezaje kuhusanisha na kupata majibu yakinifu kuwa Yesu ni Mungu? Unaweza ukatupatia uthibitisho mchache wa mafungu machache kuwa umetuambia kwamba aliyekuwako ni Yesu, naye alikuwa yu Mungu. Unaweza kuna mafungu machache ya kutudhihirishia kuwa yeye ni Mungu? Kama nilivyotangulia kusema kwamba ili umtambue mtu lazima, kuna wakati lazima unaweza ukatambua sifa zake, kuna wakati unaweza usijue sura au jina, ila sifa zake zinamtambulisha. Kwenye Biblia hapa haijataja kwamba Yesu ni Mungu, ila ametutambulishia sifa zake. Manake sifa zinatuaminisha kwamba yeye ni nani? Yeye ni Mungu. Manake ukisoma hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Lakini sura ya pili mstari wa pili nasema hivi kwamba huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Manake sasa ukisoma kwenye kitabu cha Wakolosai anatuambia yeye ni mwanzo, yeye ni Kristo, yeye ni nani? Yeye ni mwanzo. Lakini pia kitabu cha Yohana 9 na lile fungu la 4 anasema kwamba sifa nyingine ambayo imetajwa kwamba yeye alikuja kuleta uzima ambao ni nuru. Sawa? Sifa nyingine, ana nuru ndani yake, ambayo nuru hii imezungumzwa kwenye kitabu cha Yohana 9 ile fungu la 4 anaposema kwamba yeye anapokuwepo duniani yeye ni nuru. Maana anajitambulisha halisi kwamba yeye nani? Yeye ni nuru. Na kama yeye ni nuru, maana ana sifa ya kuwa Mungu.
na ana sifa ya kuwa Mungu. Sifa zake zinamtambulisha, hakuna haja tutambue kwamba yeye mpaka atamke. Ndio maana kuna wakati fulani wanafunzi walimuuliza maswali, lakini kuna wakati aliwaambia kwamba wewe unasomaje, wewe unaelewaje. Alitamani wasome waweze kuelewa. Hivyo basi sifa zinamtambulisha kwamba yeye ana 100% ya kuwa Mungu. Asante. Pasco, umetuambia kwamba neno ni Mungu na ukatupatia vifungu kadhaa vya kutudhihirishia kuwa neno ni Mungu. Halikadhalika hiyo Mwanzo 1:1 ambaye umesema kwamba hata yeye pia amejifunua moja kwa moja kuwa yeye ni Mungu. Una kipi cha ziada cha kuambia wana wa Mungu na watazamaji wanaotuangalia, wanaotufuatilia wazidi kukomaa kiakili? Mimi ambacho naweza nikaongezea, unajua watu wengi wamekuwa hawamuelewi Yesu kuwa ni nani, na wengi wamekuwa wamepata mikanganyiko. Wapo wengi wanasema Yesu ni mwana wa Mungu, wapo wengi wanasema kwamba Yesu ni mtume, wapo wengine wanaamini kwamba Yesu ndiye Mungu mwenyewe kulingana na maandiko. Lakini sisi tunaamini, sisi kama Waadventista tunaamini 100% kwamba Yesu ndiye Mungu mwenyewe. Kwa nini? Watu wengi huwa wanatamani wasikie neno Yesu ni Mungu kwenye maandiko. Hicho kitu hauwezi kukipata. Lakini tunakuja kutambua kazi ya uweza wake aliyokuwa akiifanya. Kazi na vitu alivyokuwa akivitenda vinakuja kutudhihirishia kwamba matendo yake ni kama Mungu mwenyewe. Na ndio maana inakuja kutueleza kwamba hapo mwanzo kulikuwepo na neno, na huyo neno kulikuwa hamna kitu chochote kilichokuwa kinafanyika pasipokuwa yeye, ambaye ni nani sasa? Ambaye ndiye Yesu mwenyewe. Ina maana kwamba kumbe vitu vyote vilivyofanyika vilifanyika kwa mikono ya Yesu mwenyewe, ambaye leo hii tunamtambulisha kwenu kuwa kama ndiye Mungu mwenyewe kwa mujibu wa kitabu cha nani. Lakini naweza kusema Yohana 17 na ile fungu la 5 inasema kwamba Yohana 17 na ule mstari wa 5 inasema, na sasa Baba anitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule ule niliokuwa nao pamoja naye kabla ya ulimwengu wako. Hapa anayezungumza sio mtu mwingine bali ni Yesu mwana wa Nazareti aliyegongemelewa msalabani pale Calvary, ambaye anasema kwamba hivi, na sasa Baba unitukuze mimi pamoja nawe. Sawa? Na kabla na unitukuze pamoja nawe kwa utukufu ule ule niliokuwa nao pamoja na wewe. Yaani anasema kwamba Baba unitukuze mimi kwa utukufu ule ule ulionitukuza pamoja na wewe. Yaani pamoja na wewe. Na kumbuka kwamba haya ni maneno ya kabla ya kuwepo msingi ya nani? Ya ulimwengu. Na ndio maana sasa Yesu anajiridhisha kwamba hivi pamoja nawe kabla ya ulimwengu wako. Ina maana kwamba sasa kumbe Yesu alikuwa Mungu mwenyewe. Sawa? Yaani kwa maana kwamba vitu vyote vilikuwa havifanyiki bila kuwepo Yesu. Ambaye Yesu, jina Yesu ni baada ya kuwa amezaliwa ndo akapewa jina la Yesu. Tena jina lenyewe ni jina likitoa majina yote. Tena hilo jina ni baba wa amani, ni mfalme wa wafalme, Mungu mwenye nguvu. Ndio lakini kwa hiyo jina Yesu lina tafsiri nyingine kwamba ni Mungu mwenye nguvu. Na ndio maana sasa kwa mimi naweza nikajinadi kwamba Yesu ni Mungu kwa sababu ni Mungu wa miungu, kwa sababu jina lake tu ni jina likitoa majina yote. Ina maana kwamba basi kumbe Yesu ndiye Mungu mwenye nguvu. Ndugu mtazamaji, nimepata kitu cha maana sana, kuwa neno ni Mungu na aliyekuweko ni Kristo, na Kristo huyu ndiye aliyefanya uumbaji wa vitu vyote vilivyomo duniani. Na nikuombe ndugu mtazamaji unayetufuatilia katika kipindi hiki uendelee kuwa nasi na uzidi kutufuatilia kwa kina ili uzidi kujifunza mengi na kwa vingi sana. Watumishi,
Mimi niwashukuru sana kwa kipindi hichi na kwa kuchambua maneno matakatifu ambayo yamekuwa yakitoa mkanganyiko mwingi sana kwa wapendwa, na kwa namna ya kuweza kupata ufahamu ama kuwasilisha kwa namna moja au nyingine ujumbe mtakatifu wa Mungu na kutoa mafundisho yakinifu. Kwa mimi nishukuru sana. Karibu tena katika kipindi kingine.